Tujifunze pamoja somo hili, mamlaka tatu yoko ndani ya Biblia. Yaani Biblia inazo mamlaka tatu. Kitabu cha Joshua 1:8 anasema maneno ya Torati ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako, bali yatafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa na kustawi. Mamlaka ya kwanza iliyoko ndani au iliyojificha ndani ya Biblia ni mamlaka ya maendeleo na ustawi wa kiroho na kiroho. Unatakiwa kuelewa ya kwamba mwanadamu akikaa chini ya mamlaka ya Biblia ina uwezo wa ustawi na maendeleo ya kiroho kwanza, lakini pia na maendeleo mengine. Kimsingi, mafanikio yanayojengwa katika neno la Mungu ndio mafanikio yenye kudumu na yenye kweli. Mamlaka ya pili iliyoko ndani ya Biblia inaitwa mamlaka ya haki na kweli. Kwa nini? Isaya 8:20. Ndani ya Biblia kuna mamlaka ya haki. Kwa hivi, sheria zote zinazotengenezwa duniani zinatoka ndani ya Biblia ukizifuatilia. Sasa basi, hizi sheria zote duniani zinapokosa ile kweli, maana yake haki inapotea. Kimsingi, hata taifa lijiwekee sheria, likipoteza ule ukweli, ile haki iliyoko ndani ya zile sheria haiwezi kufanya. Ndio hapo watu wapo watakuwepo wanaojipendelea. Ndio uelewe hivyo. Kwa kumbe mamlaka ya haki na kweli iliyoko ndani ya Biblia ndio inaweza kutoa haki na kweli, kwa sababu imani na matendo ya kweli yako ndani ya Biblia. Mamlaka ya mwisho inaitwa mamlaka ya mwisho kama inavyojitaja. Mamlaka ya mwisho kivipi? Biblia ndicho kitabu chenye mamlaka ya mwisho, yaani juu ya hatima au mwanadamu au viumbe vyote viko chini ya mamlaka ya mwisho ambayo ni Biblia. Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho juu ya viongozi wa kanisa, maafisa mbalimbali, mashemasi, maaskofu, makardinali, mapapa au wachungaji. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kutengeneza utaratibu wake ambao utakiuka, utakinzana au utakuwa juu ya Biblia. Yaani maana yake wanadamu wote pamoja na ufahamu wao na elimu zao wanatakiwa wako chini ya mamlaka ambayo ni Biblia. Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho, kwa sababu Biblia ndio itakayohukumu wanadamu wote. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa ya kwamba viumbe vyote viko chini ya mamlaka ya Biblia. Akitokea mfalme, awe ni rais au kiongozi yoyote anayetaka kuwa juu ya vitabu vya dini, ni devil.